Hivi ni viungo vya mume wangu ambapo nilivyokabidhiwa, ambapo huu ni mguu, huu ni mkono, ili kuvileta ili kuja kuhifadhi hapa nyumbani baada ya mume wangu kupata majeraha makali. Mkono na mguu ulitoka, ila waliufunga na makuti ili kuubanisha pale kwenye ule mwili wake. Lakini tulivyofika Karume, vile viungo walivitoa wakaviweka pembeni. Walivyoviweka pembeni, ikabidi sasa wakanipa. Basi walivyonipa, nikawa sasa niko nazo kwenye mfuko na tukaenda navyo KCMC nikiwa nimevibeba mimi kwenye mfuko wangu. Tukafika pale basi tukawaomba madokta kwamba watusaidie huu mkono pige sindano, wakasema hapana. Inabidi mama urudi na huu mkono na mguu ukauhifadhi nyumbani. Basi tukalala na mguu ule na mkono. Asubuhi yake ndio nikaja nao nyumbani kwangu. Basi pale hospitali sikupata tena muda wa kuongea na baba kwa sababu alikuwa haongei. Ikabidi sasa niwaishe ule mkono niulete huku ili niuhifadhi. Nilivyochukua ule mkono kweli niliondoka kule hospitali, nikaondoka saa 5, nilifika huku kwenye saa 8 nikiwa na ule mguu. Nikaufikisha na mkono nikaufikisha hapa nyumbani. Ndipo nikapata ndugu jamaa na marafiki wako hapa. Nikautoa, akaniambia umekuaje hospitali, baba anaendeleaje? Nikamwambia anaendelea vizuri, lakini sidhani kama atapona. Wakaniambia kwa nini? Nikamwambia mimi kweli sidhani kama atapona kwa sababu hali niliyoiona imenipelekea uoga. Basi kweli wakasema hebu tuone. Nikamwambia ngojeni mniambie kama baba atapona. Kweli niliingia ndani nikatoa ule mfuko, wakaona nikitoa ule mguu na mkono, wetu wote walikimbia. Kuona ule mguu na mkono wakaona kweli hapa ni hatari. Kweli huyu baba sidhani kama atapona. Basi tukauhifadhi ule mfuko. Mpaka sasa hivi ule mguu na mkono ninao. Uliwezaje kusafiri nao kwenye gari sasa? Niliweza kusafiri nao kwa sababu ule mkono maaskari waliuweka kwenye mfuko, alafu tukaendelea kuongezea wa falfeti. Tukaendelea tena kuongezea tena mfuko miwili ili kwa ajili nini? Ile damu isitoke. Nikauhifadhi sasa nikauleta. Nilivyokuwa nao kwenye gari hakuna mtu yeyote aliyeshtuka. Mimi niliweka tu mfuko wangu vizuri, nikaukumbatia, nikaushika mpaka nikaamua kufikisha nyumbani. Ngeliomba serikali iangalie swala hili na litusaidie kwa sababu yamekuwa ni matukio makubwa na ni mengi katika eneo hili.